Twakugeithia muno mwirori wa mitambo ya nikio kiigaga ni hinda ringi riega muno na ngatho nyingi kwi Ngai ni tondu wa gutukinyiria miaraho ya muthenya wa umuthi. Ni Ngai mwega, ni Ngai mutugi, ni Ngai muthingu, ni Ngai mwihokeku, ni Ngai mumandu na ndakoragwo ahanaine na mundu wa thi. Thank you ni tondu we wawe utwaranaga na ithui. Ni thank you ni tondu wawe uroritie mutungatiri Peter orire ku mutungatiri Peter ndiramwethire nginya ndiramuona na niwe twina nake muthenya wa umuthi na ni thank you ni tondu wa we utu subscribe-agira channel ini no itu ya mitambo ya nikio kiigaga. Ngai witu akurathime muno, Ngai witu agwike maundu mega na yo ta subscribe ite please tafadhali twaguthaitha na gitio muno twinyihitie tu subscribe na Ngai witu ni agukurathima. Gwenda mutungatiri Peter akugeithie wona akugeithia aturirikania maritwa make arikia guturirikania maritwa make nigukira guhangira tugwika. Karibu sana my brother. Thank you. Ndo kirogara muno muthi. Thank you. Ni Ngai umuthi wakawe mutungatiri fiu ginya na kora. Amen. Karibu sana. Ngai amukire ogoci. Amen. Thank you. Yes. Mwiroreri witu wanekio kiigaga. Yes. Thiine wa maritwa makwa ni Bishop Peter Mugendi. Bishop Peter Mugendi wa kanitha wa The Eye of God Watching Ministry Githiga. Ndiracokeria Ngai ngatho ni undu wa kundehe haha o ringi. Amen. Na muthikiriria wakwa ingihoya ungiona riria itari riera-ini ukageria gutu support ta nyomba nikio kiigaga TV. Yes. Uga support ministry ino niguo utuonage maita maingi. Yes. Na Ngai ni agukurathima. Amen. Koguo ni ndoka turathimwo na kiugo Ngai amukire ngumo na ugoci. Amen. Thank you. Icio ni ciugo cia fitana ni njega ni wega gusupportana na no wega njarie ciugo ici ni wega njarie ciugo ici na ciugo ingi no wega guciaria ni tondu ni kuri mundu wamuragwo ni Ngai nigetha agatuika uteithio he mundu ucio ungi. Mutungatiri udarehirwo ni mutumia murata wakwa witagwo Miri ni atumia aria mendete guteithia muno. Miri niwe wanandehera nginya athuri akuru guku nginya atumia angi matarona kahinda kare hona na he muthuri arehete wari murata wakwa muno wetagwo ndikanetagwo Kifanya something. Miri ni andu aria na ni arandehire mutumia ungi haha juzi mukurino. Miri ni andu aria mahangaga ati ndangenda kuona mundu wina thina ambaga kuhurira thimu na ndirauga gwa tondu mutungatiri Peter ena mathina acha no ku introduce uria watumire tumenyane na Peter na Miri niwe wanjirire hena mutungatiri angenda okae guku nigetha akaheana ciugo cia mwathani witu Jesu Kristo. Na hindi ria Peter okire ni twakimenyanire nake na kire gatuma njuga ni ngwaria ciugo ici tondu ringi ni murona uria guikaire bururi ni munyitanu muno. Ni urakora ringi mathina ni maingihire muno gutiri mawira icio ni ciana cukuru na ndenda unjitikirie njuge wira uria urutaga niguo tondu ni wega kuga wira uria urutaga gutiri wira munini. Ni ukoraga mundu tu amenya urutaga wira uriku ugakoraga ukiheo order maoda manene ma wira o ucio urutaga na no nyende utwire ariwe niguo ini muthikiriria wakwa. Yes. Nie ndi mutungatiri. Yes. Na ni ndutaga wira wa biashara. Yes. Ni nyendagia thabuni. Yes. Thabuni wa gibandi. Yes. Na nguo cia mitumba. Yes. Thabuni ni uri handu specific haria wendagiria kana ni kururia? Ni kururia. Yes. Kio ni kio ngwendaga wiyugire na kanua gaku ndikaugia rini Peter ni kururagia kana mutungatiri Peter ni kururia oruragia thabuni na no wira muritu na wira wina minoga na tikuga ati ni wira munene uguo ni akoragwo na challenges ya geragira uguo we hau uguo no wende guteithania na Peter uhoro konie muturire kana miikarire no namba yake ungimuhuragira ringi ni aga ihinda ria guka guku ringi angoro ni guka aumaga Kiambu na kuria Githunguri miukire ni rarehe thina wakoraga kwina challenges cia miukire na njugite uguo mundu mugeni akumenya na we ungienda kigo gikigithie na mbere aranageria na Peter ona no ugage
no ugage ati wikiro ni ndare hatigiti wa bita tukarugama na ministry yake amen ni tondu uguo no guo kwagiriire muthenya wa muthi waturehere ki ukonda kwaria na Githweri kana Gikuyu umuthi no hoyeka no munjitikirie jagia na Githweri uri ukuigua ngoro yaku ikienda tondu ni murandikana bita ni mukirinyaga niguo Muebu ni Muebu no papa ni tuiguaga ni wa Kiambu ndiria ndokite haha ri andu ndathire ngicemania nao Githunguri na makiuga uguo maranyona ni tuhanaine na family fulani uguo riu ni ndirona Ngai ahota kuringa kiama acha niwe gomegwete haha niwe gomegwete haha makwirio hona family yao ya Kanio ya Kanio niwe ga family ya Kanio mutwirio horo wa mundu uyu ndagakorwo niwe wina makiria ma kirathimo kianyu niwe ga kwaria uguo ni so karibu sana uri ukwenda kwaria ngo ni Githweri kana Gikuyu wenda gutukania ihinda ni riaku ndakena muno na nigugeria gutukania hanini na Ngai wa muoyo ni guturathima kwa hivyo naomba siku ya leo kwa wale huwa wananitazama wakiwa nchi mbalimbali wengine wako Tanzania wengine hawaelewi hii lugha yetu nitaongea kidogo kwa Kiswahili na Mungu wa mbinguni atatubariki tutaendelea vizuri kwa hivyo siku ya leo nilikuwa nataka kuongea neno kuhusu uaminifu yani uwe mwaminifu amen maana ni vizuri kuaminika kwa mambo yote hata kama mambo ni mazito hata kama unapitia shida nyingi ni vizuri kuwa mwaminifu nilikuwa naangalia habari za Yusufu wakati Yusufu alipoenda pale kwa nyumba ya Potifa alikuwa mwaminifu ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo 39 utaona ya kwamba alikuwa mwaminifu ambayo hatutasoma kwa sasa lakini kwa sasa ningependa tukaweze kuguzia kitabu cha Luka mtakatifu 16 mstari wa 10 ndio nani muthi kuthoma Githweri umake aria mejiragia kuthoma Githweri ni Luka mtakatifu 16 mstari wa 10 irauga atiriri aliye mwaminifu katika lililo ndogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia na aliye dhalimu katika lililo ndogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia Tuthome 11 basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu ni nani atakayewapa amana mali ya kweli 12 na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe amen 13 akauga atiriri hakuna mtumishi awezaye kumtumikia mabwana wawili kwa maana ama atamchukia huyu katutushokere 13 hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili kwa maana ama atamchukia huyu na kupenda huyu ama atashikamana na huyu na kudharau huyu hamwezi kutumikia Mungu na mali amen Bwana Yesu asifiwe sana mtazamaji nataka nikwambia kwamba ni vizuri kuwa mwaminifu maana unapata ya kwamba watu wengi wanaweza wakafanikiwa maishani lakini wamekosa kuwa waaminifu utapata mtu ameweza kuajiriwa kazi lakini unapata yule mtu sio mwaminifu hata kidogo na ndio neno linasema kwamba kama hautaaminika kwa yale madogo hata Mungu mwenyewe hata kuja kukuaminia kwa makubwa kwa hivyo ni vizuri mpendwa mahali unafanya kazi chochote unafanya kuwa mwaminifu amen maana wakati utakapokuwa mwaminifu itakuwa ni baraka kubwa sana sio tu kwako wewe mwenyewe ni hata kwa dunia mzima ukiwa mwaminifu ufanye kazi kwa uaminifu pengine wewe pale ni daktari uwe mwaminifu amen utaweza kusaidia mioyo ya watu wengi ukiwa mwaminifu ukiwa umeajiriwa
pengine umeajiriwa kazi ya bank, na mahali pale uwe mwaminifu, utaweza kushikilia familia nyingi sana. Amen. Mpendo, umeajiriwa, tajiri wako amekuamini, ni vizuri na wewe uaminike, kwa sababu katika kuaminika utaona Mungu akikubariki. Amen. Katika kuaminika utaona Mungu akikupeleka kiwango kingine. Amen. Hata kama umeinuliwa, pengine umefika kiwango ya manager. Amen. Vizuri kuwa mwaminifu kwa wale wako chini yako. Amen. Kwa sababu kuna mahali ambapo hauwezi ukafika kama hautakuwa mwaminifu. Amen. 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 Hata Mungu mwenyewe ametuita tuwe waaminifu. Amen. Na ndipo ataweza kutufikisha mbinguni. Amen. Mpendwa, neno linasema kwamba wakati utaaminika kwa pesa kidogo, kuna wale ambao huwa wanaomba Mungu, anamwambia Mungu tubariki. Na wakati Mungu amekubariki, unakosa kukumbuka ya kwamba Mungu akikubariki ni vizuri kujitolea fungu la 10. Amen. Ni vizuri kumwambia Mungu ninashukuru. Amen. Amen. Na wapendwa, katika kuwa mwaminifu utaona Mungu akikubariki, utaona Mungu akikuinua. Amen. Wewe umeajiriwa, uko pale kazini, kuwa mwaminifu. Amen. Ukiwa mwaminifu kwa tajiri yako, siku moja utakuwa tajiri wa hiyo kampuni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana unapata ya kwamba watu wengi wakikosa kuaminika, anakuwa na ule utumwa, maana anafanya mambo ya chini chini. Na ndiposa hata Mungu mwenyewe anataka tukaweze kuaminika. Vile ametuumba kwa mfano wake. Na wakati tutaaminika, Mungu wa mbinguni atatubariki. Amen. Asante sana. Amen. Uwe mwaminifu na utaona Mungu wa mbinguni akikubariki. Amen. Amen. Uwe mwaminifu. Amen. By the way, hakuna kitu mzuri kama kuwa mtu mwaminifu. Ni kweli. Unakuwa mtu mwaminifu, unapataga mpaka hauchokangi sana. Ni kweli. Hata ukitaka kwenda hiyo cheo ingine. Ni kweli. Unapatanga hata cheo yenyewe inajireta. Juu wale watu unafanyia kazi, ama wale watu mnafanya nao kazi, wao ndio ukiri na midomo yao. Ni kweli. Huyu ndiye mtu mwaminifu. Amen. Either kwa hii kampuni, either kwa hii shamba. Ni kweli. Unapatanga sana sana wale watu ambao wameaminiwa kuwa wanasimamia makampuni. Ni kweli. Ama mijengo. Unapata kuna vitu kama simiti, mbao, chuma. Ule mtu ambaye amewekwa hapo kuangalia hizo vitu, ama kuzihesabu, ama kwenda kuzinunua, na mwenye kazi yako mbali, ni mtu ambaye ameaminiwa. Ati ya kwamba hawezi danganya, hawezi toa hesabu ambayo sio hesabu yenye haijastahili. Ndio. Si ndio? Ni kweli. So it is good. Hiyo ni neno mzuri sana umetuletea siku ya leo. Amen. Ni vizuri kuaminika. Na katika 100%, 99 hawaaminiki. Ni kweli. 1% unapata tu ndio wanaaminika. Mpaka sisi wa Kristo unapata hauaminiki. Actually wewe ndio unaletanga, wewe ndio unaanzaga hii mambo ya kutoaminika kwa wale ambao hawajaamini. Ni kweli. Kwa mfano, tukue tumeshikwa na askari kwa barabara. Wewe ndio unachuna askari. Niko na 500 hapa. Sasa si unaona wewe, na hata askari mwenyewe hajakata kauli kama anakupeleka. Lakini wewe mwenyewe ndio unaanza kuhongana. Na unajua Biblia imekataa. Imekataa. Si ndio? Askari naye haaminiki. Juu maandiko inasema wewe naye askari ambaye uko kazini usikule hongo. Ni kweli kabisa. Si ni maandiko inasema? Haya, maandiko pia inasema, unapata sisi matajiri ambao wametuandika pia nao hawaaminiki. Juu maandiko inasema na usikuje kulalisha mshahara wa ambaye umeandika. Si ndio? So long as huyo mtu ni mzuri, unapata sisi wote hatuaminiki. Ndio nimesema 99% unapata watu wote hawaaminiki. Kuanzia uongozi wa serikali yetu ya Kenya, mpaka MCA, mpaka watchman, mpaka msichana wa kazi ambaye ameandikwa kwa nyumba, si ndio, house help, unapata haaminiki. Si ndio? Kama ni mtoto akienda shule ya asubuhi, unapata hata yeye aminiki. Umemwekea sausage moja, ya pili unashindwa imeenda wapi? Ameenda nayo. Unapata hao watoto wadogo wanachukua steps za wazazi. Juu unajua mtoto wakati vile anakuwa pole tu, kuna wakati anaonaga na hapa baba vile amefanya tunakata shangwa shule ama Sunday school. Na unajua ni aibu sana.
mtoto akianza kujua na baba aaminikangi. Ni kweli. Unapata wewe ni mlevi. Ni kweli. Na mtoto bado anakuwa. Yani wewe ufichangi. Hata mtoto anajua dadi ile kilabu iko pale town ni yake. Ama pale center ni yake. Alafu kesho yake upate mtoto amekuiba shilingi 5,000, ameenda kukula raha na kukunywa pombe. Utaraumu nani? Hakuna mtu. Kwa sababu hata wewe hauaminiki. Ni kweli. Kama ni sisi wachungaji, unapata sisi ile maneno ambayo inafanywa huko nje kwa mataifa ndio mnafanya kwa kanisa. Ndiyo. Unapata mchungaji girlfriend kama 5 ni wake kwa kanisa. Ni kweli. Si ndio? Hauaminiki. Si ndio? Unapata mambo yako haiendelei, inarudi nyuma ama inasimama juu, hauaminiki. So hiyo neno ambayo umetuletea leo ni ya maana sana. Amen. Hata umenikumbusha kuongea Kiswahili kidogo. Amen. Juu nimekaa sana bila kuongea Kiswahili. Amen. Frequent. Otherwise, God bless you so much. Amen. Kuna kitu kingine unaweza tuongezea? Ile jambo ningependa tuangalie ya mwisho kabisa. Tunaweza tukaangalia Mathayo 23. Mathayo 23? 23. Mathayo 23:25. Mathayo 23:25. Inasema hivi: ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake vimejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. Amen. Ewe Mafarisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Amen. Tuendelee. 27. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, wanafiki, kwa kuwa mmefanana na makaburi yaliyopakwa chokaa, nayo kwa nje yaonekana kuwa mazuri, mbali ndani yamejaa mifupa ya wafu na uchafu wote. 28. Vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki, mbali ndani umejaa unafiki na maasi. Amen. Amen. Wapendwa, ningependa niwaambia kwamba mchungaji rafiki yangu ni kama tuko katika kiroho. Yes. Tuko katika roho moja. Yes. Maana maneno ambaye ameongea ni kabisa lile neno ambalo Mungu ameweza kulizungumza. Amen. Enyi waandishi. Yes. Unapata ya kwamba kuna watu huwa wanaona mtu wamempata mahali, hata hawajui, pengine hata wamempata social media, hata hawana uhakika ya ile maneno, unaona wanasambaza ile maneno huyo amefanya, na huyo mtu mwenyewe akuona. Ndio neno linasema kwamba enyi waandishi, unafanya unafiki, kwa sababu huyu mtu hamjampata na makosa, lakini mumefika mahali pale katika social media, unaenda kumuanika, unaenda kumuongea vibaya. Neno linasema kwamba si vizuri kuwa vile. Kuwa mwaminifu. Ni kwa sababu unaweza ukaona ya kwamba huyu mtu hauna uhakika ya kwamba hii mambo alitenda, lakini yale mambo siku moja yatakuja ya kugeukie wewe. Kwa sababu gani? Wakati huyu mtu wakati Yesu alipokuwa anasulubiwa, watu wengi walikuwa wanamuinukia, walikuwa wanampiga vita, lakini mwishowe walisema ni mwana wa Mungu. Watu wengi huwa wako namna hiyo. Ana uhakika kwa jambo. Yes. Lakini unapata kwamba yeye mwenyewe anaongea, anasema mtu ako hivi, nimemuona, lakini hakuna jambo ameliona. Ndio neno linasema namna gani? Kwanza jiangalie wewe mwenyewe. Safisha kikombe. Ukisafisha kikombe ndani, na usisafishe tu nje ionekane ni safi, lakini kule ndani ni chafu. Safisha kwanza ndani. Amen. Kabla hujaenda kuongea mambo ya mwenzako, kabla hujaenda kuinukia mwenzako, jiangalie wewe mwenyewe. Amen. Amen. Ujiangalie kwamba kama wewe
vile ninaenda kuzungumza mwenzangu mimi niko namna gani. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla hujakiona kibanzi kwa ndugu yako, kwanza toa mboriti kwa jicho lako mwenyewe. Yes. Yani kabla wewe mwenyewe hujaona makosa ya mwingine, jiangalie kwanza wewe mwenyewe. Amen. Amen. Na wakati utakapofanya vile, Mungu wa mbinguni atakubariki. Kwa sababu neno linasema kwamba wamefananishwa na makaburi. Kaburi wakati imewekwa huwa imewekwa chokaa, lakini kule ndani ni mifupa. Ni mifupa iko pale. Sasa unapata kwamba watu wanafanya unafiki. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kwa hivyo wapendwa, neno hili linatuambia kwamba kabla hujaongea mambo ya mtu mwingine, chunguza vizuri. Usiongee mambo kabla haujajua vizuri. Amen. Amen. Na utaona Mungu akikubariki, utaona Mungu akikuinua na kukupeleka kiwango kingine. Kwa hivyo wapendwa, ninapomalizia nataka nikwambia kwamba tukikaa kwa dunia hii, Amen, na tukae na hekima. Amen. 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 Tutaweza kukaa na watu wote vizuri na Mungu atatubariki. Amen. Kwa hivyo kabla hujajua hili jambo ni la kweli, usikimbie kuandika. Amen. Maana unapata ya kwamba wengi hata utapata ya kwamba ni mchungaji ameanza kuhubiri akiwa mdogo, na vile ameanza anavunjwa moyo. Tuliona huyu mchungaji ako namna hii, tulimuona akiingia kilabu, yeye ni mlevi, na bado hujamuona akikunywa pombe, ndio uhakikishe kwamba ni mlevi. Amen. Kwa hivyo wapendwa, kabla haujaongea jambo, Amen, ni vizuri ujiangalie wewe. Amen. Amen. Yale unayoenda kumstaki mwenzako, wewe mwenyewe uko namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana unaona hata ya kwamba watu wengine wanaweza fika mpaka kiwango cha kupeleka mtu kotini. Amen. Wanaenda wanastaki, wanasema huyu mtu tulimjua ya kwamba huyu mtu ako namna hii, lakini hauna ule uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, ni vizuri kuwa mwaminifu. Hata wakati umeona mwenzako, ukiona mwenzako ako kwa shida, msaidie. Amen. Usiende kule nje kumtoa nguo, usiende kule nje kumuinukia, na Mungu wa mbinguni atawabariki sana. Amen. Amen. Hivyo mchungaji akielezea, kitabu imesema ya kwamba, ama maandiko imesema ya kwamba kuna wale ambao huosha vikombe zao juu, lakini ndani ni chafu. Ni kweli. Wewe unaongea maneno ya ule mtu mwingine ambaye anaonekana ndiyo ni kweli, lakini wewe ndani ni vibaya sana kuongea maneno ya mtu. Unachekelea mgonjwa ama unachekelea ambaye ameaga, na wewe pia njia ni hiyo hiyo. Wewe unachekelea ambaye wako na shida leo, na wewe pia ni binadamu kama hao. Ni kweli. Ni mbaya. Wewe ni munafiki. Kuna ukora fulani. Unajua kaburi, kuna makaburi expensive sana inatumia pesa mingi. Ni kweli. Lakini ile kitu inajengewa pale ndani ni kitu inanuka. Ni kweli. Si ndio? Kuna watu wengine ni wazuri tu ukiwaona, lakini roho zao ni chafu. Ni kweli. Kama ni sisi wachungaji, pia tunafaa tujiulize, kwa nini sisi maneno yetu inaongewa kwa social media? Ni kweli. Wenda ikawa sisi ndio wanafiki. Ni kweli. Unaona? Lazima tuangalie pande zote. Kwa nini wewe ukiwa mchungaji ama Mkristo ama mwana wa Mungu ama we ni mtoto wa Mungu, kwa nini unafanya hiyo tabia mbaya? Ni kweli. Kwa nini maneno yako inaongewa social media? Wenda ikawa wewe ndio unaitwa mfarisayo. Ni kweli. Wewe ndiye munafiki. Kabla huyu aandike, wewe ni nani? Ni kweli. Tunafaa tujiulize all sides. Pande ya mwandikaji na pande ya mwenye anaandikwa. Ni kweli. Si ndio? Juu unapata sisi wa Kristiano sisi ndio tumeongoza wale ambao si wa Kristiano kufanya zile tabia mbaya. Ni kweli. Unapata mimi ni mtumishi, ninalewa. Ati ukinipata mahali mingine uambiwe ni mimi, raia wanaweza sema wacha huyu achomwe. Ni kweli. Unaona?
So ni vizuri kuangalia pande yote, na unajua kuna miaka inafikanga sasa hauambiwi. Hata usipojiambia matendo itasema. Na ukikataa kuambiwa, ukikataa kukalishwa chini uambiwe, ukikataa kujiambia sasa wache hii tabia, Mungu atakuachisha. Consequences. Mungu atakuchuna. Na sasa kaburevike hapo. Na wewe ni mtu mkubwa na ni mtu mzima. Kwa nini ukuwe munafiki? Wacha kukuwa munafiki. Badilika. Kuwa mtu mwaminifu. Kuwa mtu ambaye ako na tabia mzuri. Na ukiaminika mambo itakuwa yani maisha yako itakuwa rahisi. Amen. Unaona mtu mwaminifu? Maisha yake inakuanga rahisi sana. Lakini usipokuwa mwaminifu unapata hata ni kazi mzuri imekuja ya pesa mingi imepotea. Cause hao watu hawakutrust. Ama hata we mwenyewe haujitrust. Umepewa kazi mzuri. Kila mwisho wa mwezi ni 1500. Lakini katika hiyo kampuni kuna deals. Zinafanya upate shilingi 1500 hata kabla mwisho wa mwezi ifike. Lakini ni wizi. Kabla upewe mshahara ya kwanza ama ya pili ama mwaka moja unafutwa kazi. Juu ya kutoaminika. Umetupa mshahara kubwa. Juu ya kutoaminika. So God bless you so much. Watu waaminike, watu wakuwe wazuri, na mambo yatakuwa shwari. Amen. God bless you so much. Asante. Karibu tena. Asante. Na tena. Tuachie namba yako ya simu. 0713 40 10 60. 0713 40 10 60. Hiyo ndio namba ya Bishop Peter Mugendi. Nimesema na waomba tu, na ni vizuri tumsupport. Juu kusupport kazi ya Mungu nayo ina baraka. Amen. 0723023684. Hiyo ndio namba ya mitambo, yani KOK gaga. Amen. Na Mungu awabariki sana. Amen. Asante. Tunaweza omba. Tuamini na tuombe. Amen. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Abudu tulitukuza jina lako. Amen. Tunasema ni asanti, wewe ndiye kimbilio, wewe ndiye tegemeo. Amen. Ni asanti kwa nafasi hii umetupatia Mfalme Jehova. Tukaweza kunena neno lako Mfalme. Wacha neno hili liende likaguze maisha ya wengi. Amen. Wacha neno hili likafikie wengi na kuwabadilisha. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Achilia kibali, achilia baraka, achilia neema yako Mfalme mtakatifu. Tunaombea media hii Mfalme Jehova. Amen. Kaachilia kibali Mungu mtakatifu. Amen. Wengi partners ambao Mfalme Jehova, amen, wameona Mungu wa majeshi ambayo kazi Mfalme Jehova inafanyiwa na mtumishi wa Mungu. Amen. Ukaweze Mfalme Jehova kuwaguza na wakasimame na media hii. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Achilia kibali, achilia baraka Mfalme Jehova. Amen. Tenda mema, tenda maajabu Mungu mtakatifu. Amen. Yoyote atakayesikia ujumbe huu abarikiwe. Amen. Wainue, watendee mema kwa kuwa unastahili. Chochote mtu anahitaji akaweze kupokea. Amen. Katika jina safi la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Asante Mungu awabariki. Amen. Awatendee mambo mema. Amen. Amen. Amen.